Dokta, na nataka nikuombe kitu. Kitu gani? Ambacho itakuwa siri kati yangu mimi na wewe. Ongea na kusikiliza. Najua ukitoka hapo nje, ndio lazima watakuuliza kwamba mgonjwa anaendeleaje. Waambie niko salama tu, lakini kutokana na ajali mbaya ya gari niliyoipata, nimepata na matatizo ya akili. Wewe fanya hivyo nilivyokuambia. Kwani kuna shida gani? Hamna shida yoyote. Fanya nilivyokuambia. Hapana, haitawezekana. Ni kinyume na utaratibu wa sheria zetu. Dokta, naam, mimi nitakulipa, ila ufanye kazi yangu. Ukweli umeibuka, yaliyofichwa yameonekana. Baba, mbona hukusikia kilio changu? Nilihitaji upendo, nikapata maumivu. Emergency, pazia limeondoka. Dokta, mgonjwa anaendeleaje? Eti dokta, vipi hali ya mgonjwa? Kwanza kabisa nawatakieni poleni sana. Mgonjwa wenu mle wodini anaendelea vizuri. Hapo sawa. Lakini nini? Tulia. Kutokana na ajali aliyoipata, ubongo wake kwa vipimo vilivyopima vikaonyesha ubongo wako ulichanganyika na damu. Kwa hiyo mpaka sasa ana matatizo ya akili. Matatizo ya akili? Unamaanisha nini dokta? Kama unasikia. Naweza kwenda kumuona? Yes. Dokta. Naam. Tusaidie. Unajua huyu mtu tumemwona tu akiwa anagongwa na gari. Aliyakuwa hatuwajui hata ndugu zake. Na tumefanya tu kumsaidia. Tusaidie dokta. Paka hapa sina msaada wowote. Na sio kila dokta anatibu jeraha. Nataka niwaombe kitu ambacho kitakuwa kama msaada wa mwisho kwenu nyinyi. Mchukueni mgonjwa, muende mkaishi naye, huku mkiendelea kutafuta ndugu zake. Huenda mkapata msaada zaidi. Sawa dokta. Naweza kaenda kumuona mgonjwa? Ndiyo, muda wenyewe ndo huu. Emergency, pazia limeondoka. Siri nzito zimefunuliwa. Baba, ningekufa ungebaki na nani? Swali hili linabaki moyoni. Kaka, kwa nini unafanyaje sasa? Wewe ndio tu ukaa naye hapo nyumbani kwako. Alafu mimi nikaendelea kuwatafuta ndugu zake. Huenda tunaweza kupata msaada zaidi. Basi sawa, haina shida. Mimi nakutakia majukumu mema. Ninachokuomba endelea kupambana juu chini ili upate familia yake. Maana hapa tumemweka nje na usalama. Kwa hii nayo ni kesi, akiendelea ukapa. Kwa pambana na kuomba. Sawa, ngoja mimi nikaendelea kuwatafuta ndugu zake. Tuone itakuwaje. Sawa, karibu. Asante.
Nilikuwa nikitafuta mwanga, nikakutana na giza njiani. Niliamini nitapata upendo, nikajikuta naumia moyoni. Machozi yamekuwa rafiki tangu siku za utoto wangu, niliyemtegemea kunilinda akawa chanzo cha huzuni yangu. Kila nilipopaza sauti, majibu yakawa ukimya mtupu. Nilitamani kuona tabasamu, nikakutana na mawingu ya huzuni. Emergency, ukweli umeibuka, yaliyofichwa yameonekana. Baba, mbona hukusikia kilio changu? Nilihitaji upendo, nikapata maumivu. Dada samani, huyu mtu unaweza kumfahamu? Dada, nilikuwa nakuomba unisaidie kuwatafuta wazazi. Usaidie kuwatafuta? Kwa sababu sisi wenyewe tumemkuta tu amepata ajali, na ndio maana tumeamua kuwatafuta ndugu zake. Sawa. Nitakuachia namba zangu. Sawa. Nilihitaji tu kukubalika, mikono iliyopaswa kunistiri ikaniacha nikitetemeka. Dada samani, mimi nilikuwa natafuta ndugu za huyo hapa. Unamfahamu? Badala ya upendo wa kweli, leo nina makovu moyoni ambayo macho hayaonyeshi. Simfahamu kabisa. Alafu kwani kafanyaje? Sisi tumemkuta tu amepata ajali na tukafanya tu kumsaidia, ila wajue hata ndugu zake, na ndio maana tumeamua kuwatafuta ndugu zake. Ina maana hakufa? Kuna siri ya milele, wivu ulipozidi hekima, moyo ukafungwa na hasira, lakini mwisho wa yote. Baba Shao. Marahaba, jambo. Sijambo. Sijambo. Karibu. Asante. Naam. Sasa baba, Naam. mimi nilikuwa natafuta ndugu wa huyu mtu. Jamaa wa wapi huyu? Huyu mtu kiufupi hata sisi wenyewe hatumfahamu. Amepata ajali, sisi ndio tukamwokoa. Kwa hiyo ndio Kapata ajali. Eti unaweza kumjua huyu? Huyu brother huyu sijaenda kumuona tena, simjui kabisa. Nikapata maumivu. Emergency, pazia limeondoka, siri nzito zimefunuliwa. Baba, ningekufa ungebaki na nani? Swali hili linabaki moyoni. Emergency, emergency.
Vipi, umefanikiwa? Hapana, sijafanikiwa. Imekuwaje? Ila wakati nazunguka nikutana na jamaa. Nipomwelezea alijibu maneno ya mshangao. Maneno gani hayo? Alisema kumbe hakufa, yupo hai. Maana yake nini? Kwa hiyo hii ajali ni ya kutengenezwa? Hata mimi mwenyewe sielewi. Umefanikiwa kumchukua kichwa jamaa? Machozi yamekuwa rafiki tangu siku za utoto wangu. Chizi anaongea? Mbona wewe tena unaongea? Hebu acha naye. Ameshapanda mashtani yake ya uchizi. Tuendelee. Nadhani hamwezi kuamini. Na hamtaweza kuamini kwa mimi mzima. Ila mimi mzima wa kabisa. Mapepo yameshapanda tena. Kwani wewe ni mzima? Yaani sasa kama ni mzima, kuna sababu gani ya kutuigizia kama unaumwa? Nimefanya yote haya kwa sababu nilihisi kabisa nyinyi mtakuwa mnahusika kwa namna moja au nyingine. Ila kwa mlivyofuatilia nimegundua kabisa kwamba nyinyi mko na mimi. Kumbe ulikuwa unatufanyia mchezo? Yaani tumekusaidia. Mpaka nimekuleta hapo kwangu alafu unasema tunahusika. Kwa hiyo wewe ndo unataka utuponze? Tumekusaidia alafu sasa hivi unatugeukia. Basi ondoka kwangu. Samahanini jamani. Sijaongea hivi kwa ubaya, ila nimeongea hivi kwa sababu nataka ushirikiano wenu zaidi. Kwa sababu nikitoka hapa sitaweza kujua mbaya wangu aliyeko nyuma ya haya yote. Kwa sababu tukio la mwisho ninalolikumbuka, hiyo gari iliyonigonga ilikuwa makusudi. Na kuomba. Sawa. Nitakusaidia ila kwa sharti moja. Nilikuwa nikitafuta mwanga, nikakutana na giza njiani. Niliamini nitapata upendo, nikajikuta naumia moyoni. Machozi yamekuwa rafiki tangu siku za utoto wangu, niliyemtegemea kunilinda.